Misilikoli, mambo? Poa. Uko freshi? Niko poa kabisa. Bwana, kazi yako ni njema, inaonekana. Asante. Ni mkono wa nani huo kwanza? Tuanze tumfahamu bosi ni nani aliyokupatia dhamana kubwa namna hiyo. Kwenye kazi ya kuigiza. Ni Baraka Mpenja. Mwamba Malila huyo. Yeah. Hebu niambie, alikuwa anaona wapi na mlianzaanzaje mpaka ukaingia kwenye hiyo kazi? Kazi ya Siri ya Sifuri. Yes. Okay. Mimi nilikutanishwa naye. Yeah. Kuna mtu alinipeleka pale, alikuwa anahitaji cast, nikawa nimeenda. Kama hivyo. Ulifanya kazi nyingine tofauti na hiyo? Kwenye kuigiza? Yeah, nishafanya. Kazi ipi? Ila sijui, nadhani haikutoka. Yeah. Haijatoka. Na ukiwa unaanza kazi ya uigizaji, wengi wanasema hakuna malipo. Cast wengi wanasema bwana, najitangaza jina, mimi natangaza jina, mwisho wa siku nikipata kazi nzuri nitafanya. Vipi kwa upande wako, iko hivyo? Hapana, waongo. Ina depend na bosi. Kwa upande wangu mimi nikikompea sehemu ambazo nimefanya, kuna sehemu ya kwanza ambayo nimefanya kweli malipo ilikuwa ni changamoto, ila baada ya kukutana na Baraka Mpenja, yani mimi hata naweza nikasema, yani hata kama nikifanya bure siwezi nikaumia, kwa sababu ni bosi ambaye yupo kitofauti sana. Kwanza anajali, kwanza ni bosi ambaye, yani unajua nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nimefanya kazi tofauti, sehemu za kuigiza tofauti, na nilishia njiani kwa sababu ya changamoto. Kuna mabosi wengine wanatumia walichonacho yani sije nisemeje, wanatumia walichonacho, wanatake advantage kwa ajili ya kupata wewe au kukutumia vibaya, umeona? Lakini nilivyoletwa huku kwa Baraka Mpenja imekuwa ni yani imekuwa ni tofauti sana. Kwanza ni bosi ambaye anajielewa, hana mambo mengi, ni mtu ambaye anajali. Yeah, hata asiponilipa mimi haina shida. Sio kwamba turifi, hapana. Yeah, kwa ni mtu ambaye ni tofauti sana. Idea na maudhui ya Siri ya Sifuri yalikuvutia kwa namna gani mpaka ukasema hii ninaimudu na nitaifanya vizuri? Idea yake ni nzuri. Hivyo umeiona kwanza Siri ya Sifuri? Umeiona? Kaifuatilia ndo utajua idea yake ipoje. Yeah. Nashauri sana watu wafuatilie hiyo movie, ni kali sana. Yeah. Na tuna mtu ambaye amenyooka. Pengine sasa unasoma, ni mwanachuo, lakini pia tunaona una kazi nyingi, unaigiza, lakini pia video vixer, lakini pia mambo mengine ambayo yanaendelea kwako binafsi. Bado swali langu inaenda kustiki pale pale. Yaani najua tunasoma tunatafuta pesa, yaani elimu na nini, kila kitu ni kwa ajili ya kupata pesa. Unapata fursa za namna hiyo, kuigiza huko, kufanya hivi. Bado unakuwa na msukumo wa kuendelea tu kwamba mimi nisome tu. Unaamini tu kwenye kwamba nikisoma basi nitapata vitu zaidi ya hivyo. Yeah. Ndio. Naamini kwenye kusoma kwa sababu kusoma ndio kumenisababishia mimi nimepata fursa kama hizo. Pengine nisingesoma, ningekuwa huko mtaani, mikoani, nazurura tu au nafanya vitu vingine. Kwa hiyo nisingefika hapa. Mimi kusoma ndio kumenipa fursa hizo, kukutana na watu wakubwa. Yeah. Kwa sasa unafanya kazi lakini pia unasoma. Unawasaidia sasa wazazi, ama pengine wazazi wanakusaidia wewe, ama pengine ni mimi nafanya vya kwangu vinanisaidia mwenyewe na wazazi waendelee kufanya maisha mengine kwa sasa? Wazazi wako proud sana na mimi. Sana. Ninawasaidia kwa ninapoweza. Yeah. Chochote ninachokipata, sio kwamba kila ninachokipata nawapa, hapana. Pale watakapokwama wataniambia, na mimi naona na uwezo, nafanya hivyo kwa sababu bado sijajitafuta, ila nikijipata sana, yani hata watakuwa wanapiga simu. Yeah. Ukijipata sana? Na watapiga simu. Ila sasa hivi wakikwama, wanajua mtoto wao yupo, atawasaidia. Yeah. Maudhui ya sanaa ama uigizaji wa filamu umekuwa ni changamoto. Tumekuwa tukiona vikundi vingi na wengi wao wamekuwa wakipitia changamoto sana, hususan mabinti ambao wanatamani kuigiza, kama ulivyosema awali kwamba wala take advantage mabosi kwamba huyu sana nataka hiki, basi na mimi nitaka hiki ili kitu chake kiende, na wengi wao wanafeli. Unahisi pengine labda mtu akiwa ana nia ya dhati ya kufanya kitu na bosi akamwambia hivyo, ili aweze kujinusuru kwenye hayo mambo ambayo yanatokea mengine na kwa sio mazuri, inatakiwa afanye nini? Ili aweze kujinusuru ni kwamba tu aachane naye. Kwa sababu mimi ninachokiamini, kama Mungu kakupangia hicho kitu, utakipata tu. Mfano mimi, kuna sehemu mimi
nimeacha kwa sababu ya bosi. Bosi alikuwa ananisumbua sana, ana take advantage yani ili anipate mimi. Nikaamua kuacha. Nilivyoacha, Mungu naye sio Asmani, ndio nikakutana na bosi ambaye yuko vizuri, ambaye ndio Baraka Mpenja. Na tunafanya naye kazi, bahati nzuri movie yake inapendwa sana. Inapendwa sana. Inaangaliwa sana. Kwa hiyo mimi naamini Mungu akikupangia kitu fulani, huwezi ukakikosa. Hata kama kuna mtu atakuja azuie, huwezi ukakikosa. Atakupa zaidi ya kile ambacho ulikikosa mara ya kwanza. Na kwa Baraka Mpenja una mkataba moja kwa moja mpaka movie ishe, ama pengine unacheza lakini mwisho wa siku unaweza ukapisha nafasi mtu mwingine? Kwa Baraka pale hatuna mkataba, ila sisi ni kama familia. Yes, yani sisi tunaigiza kama familia pale. Yeah. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, kwa sababu ni mtu ambaye anajali, anatuchukulia kama familia yake, wadogo zake, ndugu zake. Yeah. Kwa hata wewe mwenyewe unakuwa influenced kuwa pale. Hata kutoka unaona inakuwa ni ngumu. Yaani ni boss wa kitofauti. Yes. Sisi tunafahamu kwamba unapotaka kushuti lazima mkae kambi kama cast, mkae pamoja, mfanye mazoezi na vitu kama hivyo. Sasa wewe tunakuona uko chuoni na maisha mengine yanaendelea. Hiyo namna kushika script kichwani ukafanya vizuri, haujakosea kwa vitu kama hivyo. Unapata muda upi wa kusoma hiyo script ukaishika vizuri na kufanya mazoezi pia ili uweze kufanya vizuri zaidi? Sisi masuala ya kukaa kambi hatuna sana. Sisi kambi yetu ni siku 3 tu, ambao siku 3 yenyewe ni weekend. Sasa weekend kwani kuna masomo? Hapana. Weekend nakuwa niko free na script sio ngumu. Kusoma script sio ngumu kwa mtu ambaye anajua kuigiza. Sio ngumu sana. Unasoma tu, unashika, unaelewa. Kwa sababu ukielewa hahitaji kukumbuka, kucram. Kwa unakuwa unaelewa natakiwa nifanye nini. Sisi hatuna mambo ya kambi. Kwa sababu unafanya scene zako, ukimaliza unaruhusiwa kuondoka. So kama sehemu zingine unaenda, hata kama hauna scene au umeshamaliza scene zako, unabaki pale mpaka watakapomaliza wote. Uone kama nikupotezeana muda. Kwa ndio maana nasema sana namshukuru Mungu kukutanisha na boss kama huyo. Ni boss ya kitofauti. Pengine labda ni scene zipi ambazo unazipenda sana kwako? Kuna scene za mapenzi, za kulia, za kucheka, za nini, vitu kama hivyo. Inayokuvutia zaidi kwako unasema yani hii nikipewa hii naua vibaya. Scene za mapenzi. Wewe tena. Nazipenda, yes. Scene za mapenzi. Na ni msanii gani hasa ambaye unatamani kukutana naye kwenye kazi moja au kwenye movie moja kwa waigizaji wa hapa Tanzania? Mimi natamani tu kukutana na msanii yoyote ambaye ana nia kama mimi. Yes, na anapenda kazi yake. Hivi. Msanii yoyote. Anayekuvutia zaidi labda ambao unamwona unasema yani huyu anafanya vizuri, huyu nikifanya naye collab ya kwenye movie itatoka bomba sana. Au tukupelekee Hemedi. Hemedi naye anapenda scene za mapenzi. Hapana. Hapana, huyo hapana. Kwa nini hapana? Hamna huyo. Hapana. Yule ana watu wake. Inaweza kutokea nafasi sasa ukaenda. Kwenye kazi nafanya lakini hapana. Kwa hiyo Hemedi hapana. Yes. Yule ana watu wake. Alafu ukiangalia mimi hata kama nikiigiza naye mimi si mdogo. Yes, ashakuwa mkubwa. Unatafuta wadogo wenzio? Hapana, lakini yule ni mkubwa muda mrefu. Yes, labda kwa sababu siku hizi hamna ukubwa kwenye mapenzi. Inawezekana. Sasa hiki ambacho umekisema kwamba unapenda sana scene za mapenzi na tunafahamu wewe ni binti. Reaction yake ni ipi baada ya scene? Kwa sababu kuna wengine unakuta bwana wameigiza, tukiangalia shuhuda za waigizaji wengi anakuambia bwana mahusiano yetu ilianzia kwenye movie fulani. Tulipewa scene ya kucheza kama mke na mume bwana, kupitia huko mwisho wa siku tukawa tumependana kweli. Huko kwa Baraka Mpenja tutarajia kumuona anatoka huko shemeji au inakwaje? Hapana, sio kwamba utarajie kumuona shemeji. Unajua mimi kuna ile scenario kwamba unajua mapenzi yanapatikana sehemu yoyote na inaweza ikatokea bosi akampenda mfanyakazi wake. Lakini sasa kwa upande wetu huku mimi nina nafasi ya kuchagua. Nikipata mtu naweza nikatoka naye, na kama sina niko huru kuwa na maisha yangu. Kwa sababu sisi kule tunaishi vizuri sana. Watu walioko kule, viongozi wetu, hawatumii walivyo navyo kupata wanachokitaka. Kwa hiyo mimi niko huru. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu kupata kule shemeji yao. Inshallah. Mapenzi ya Mungu manake bado, ukisema mapenzi ya Mungu manake itakuwa ni bado pengine ikitokea.
Hapana. Watu watakufuatilia, watu watakufuatilia. Mipango ya Mungu, unajua mipango ya Mungu haionekani eh? Mungu anapanga mwenyewe. Kwa anapopanga mimi nakuwa sipo. Kwa hiyo ikitokea ni Mungu, lakini isipotokea basi mimi nipo kikazi tu. Okay, natamani waambie neno, nikupe nafasi ya kuambia neno wafuatiliaji wa Siri ya Sifuri, lakini pia kuna wengine ambao hawajaiona kabisa na hawajui Siri ya Sifuri inahusiana na nini. Unaweza ukapatia labda introduction, bwana Siri ya Sifuri iko hivi bwana, mauzi yake yako hivi. Pengine watu sasa hivi wamekuwa wakipenda movie ambazo kidogo zinakuwa tunaona wasanii wengi ambao wanaigiza movie zao zinakuwa kidogo sio za kuangalia na familia. Ndio maana unaona mtu yuko kwenye simu muda wote anaangalia yeye peke yake kwa sababu mauzo yake yanakuwa sio mazuri. Utuambie Siri ya Sifuri. Mimi na mama yangu nyumbani na kaka zangu na dada zangu tunaweza kukaa sebule moja tukaangalia Siri ya Sifuri ama yaliyomo hayamo. Yaani short nikwambie kwamba ile movie inaangaliwa na kila mtu. Inapendwa na kila mtu, iwe ni watoto. Mimi penyewe ni familia yangu ni shabiki namba 1 ya Siri ya Sifuri. Wadogo zangu wapo wanasoma darasa la 7, mwingine form 1. Wa kwanza kuiangalia Siri ya Sifuri. Kwa hiyo inaangaliwa na watu wote. Ni series ambayo ina mvuto wa kipekee. Yaani in short ni kwamba maudhui yake hapo kuna jamaa mmoja anasumbua kimapenzi. Yaani ana mkanganyiko na watu wengi. Watu wengi wanajikuta wanampenda yeye. Kwa kuna familia pale ambao kuna dada, kuna wadogo wawili ambao wote wanajikuta wanampenda mtu mmoja. Yaani dada, mdogo mtu, watu wa nje wanampenda mtu mmoja. Sasa hapo unafikiria nini kitatokea? Ni Siri ya Sifuri. Okay, tumaliza na swali korofi kidogo. Kwenye maisha kuna kupata, kuna kukosa. Natamani kufahamu kuna nyakati ambazo umewahi kupitia vipindi vigumu mpaka ukasema hivi kweli mimi niko duniani hapa? Ilikuwaje na nini kilitokea? Ilikuwa ni swala la mimi kukosa mkopo. Kwanza first time mimi nilikuwa najua siji chuoni. Nilijua siji chuoni lakini nikaamini Mungu yupo, hamna linaloshindikana mbele yake kwa sababu mimi nimemaliza form 6. Wazazi wana mambo mengi, wanasomesha wadogo zangu private. Kwa hiyo naona kabisa hapa naweza nikawekwa bendi, nikawekwa pembeni. Lakini nikamuomba Mungu, nikaomba mkopo, nikakosa. Nilivyokosa ile ikatokea tu mtu mmoja ambaye nilikuwa naye. Nilikuwa yani unamficha ficha. Au alikuwa shemeji? Yani in short kama shemeji. Sio in short kama shemeji. Ikatokea akawa amenielewa, nikawa nimeongea naye. Akanielewa akasema basi mimi haina shida, mimi nitakusupport. Na kweli akanisupport mwaka wa kwanza. Mungu alivyosema Asmani, mwaka wa kwanza umeisha akanisupport yeye. Mwaka wa pili unaingia akala kona. Mzigo kama mkubwa. Sio mzigo, mimi sijui, mambo ni mengi, masuala ya mahusiano hivyo, pengine labda uko na mke, pengine labda mambo ni mengi, mimi siwezi kujua. Kwa hiyo akawa amepita pembeni. Lakini mimi nikajaribu nikamuomba Mungu, nikasema Mungu, mimi umeruhusu nimefika huku, siwezi kuishia njiani. Nikasema sawa. Nikamuomba Mungu, nikasali, nikasema Mungu naomba nipe mkopo 100%. Nipe mkopo 100%, mimi nahitaji kusoma, nahitaji kuendelea. Lakini Mungu sio Asmani. Akanipa mkopo 100% mpaka sasa hivi naendelea kusomeshwa na wazazi lakini nasoma. Kwa ni kipindi ambacho nilipitia, nilikuwa nawaza sana. Ninaposimulia ni kama tu short story lakini ni kitu ambacho kilichukua muda mrefu, kilikuwa kinaniumiza akili. Hujui unalipiwa ada na nani. Okay, turejee hapo kwenye shemeji aliyokuepo alivyokusupport. Umenikumbusha namna ambavyo tunaona watu wengi wanapitia kwenye hali ngumu za maisha, wengine mpaka wanafika sehemu wababa watu wazima unamuona kwenye labda pengine umepigwa wimbo fulani, unajikuta ana huzuni, ukimfuata kumuuliza anakuambia bwana acha tu, watoto wa chuo wamenifanya kitu kibaya. Pengine labda ambacho kinapelekea watoto wa chuo kuacha watu ambao wanawasupport. Ama pengine watu ambao wanasomeshwa na watu kwa malengo ya kwa kwenye mahusiano ya ndoa, mwisho wa siku wana break up baada ya kufanikiwa wao wanawaacha. Unahisi shida inakuwa ni nini? Kwangu mimi sijajua, ila kwa upande wangu mimi mtu ambaye alikuwa ananisupport nilikuwa namheshimu sana, nampenda sana na yeye anajua. Yaani nilikuwa nampenda kiasi kwamba anafanya vitu ambavyo yani anajua huyu mtu ananipenda hawezi kuniacha. Umeona? Kwa
sija experience hicho kitu, kwa sababu yeye mwenyewe ndo aliamua ku move on, na mimi nikasema it's okay, kama Mungu ameamua kuniepishia huyu mtu basi kuna sababu. Nikaelewa hicho kitu. Kwa hicho kitu sija experience kwamba wanafunzi wa chuo wanawaumiza wa baba, sija experience kwa sababu mimi ndo nimeumizwa, yani mimi msupportiwa. Kwa hiyo wewe hujakutana kitu kama hicho, mkasa kama kwamba mwanafunzi kamuumiza mtu mzima huko mtaani? Nimekutana, kwangu sasa imekuwa vice versa, kwa hiyo siwezi ku experience hicho kitu. Kwangu imekuwa vice versa, yani mtu aliyenisupport yeye ndo kaniacha. Lakini kwa wengine inakuwa kwamba kasupportiwa kamwacha mtu aliyemsupport. Yeah.